Eh. Tobi wewe. Mlamu kama mlamu. Hatari, yani we uko moto hivi. Yaani toka niko kule chini naangalia juu. Ile nyota gani inakuja? Kadri unazidi kuja na kwenda ndo shemeji mke wa Kato. Una maneno mengi wewe. Hamna kidogo sio sana. Unapoonekana unaona habari mpya. Yaani kila unaponiona mimi, yaani unajua vitu vinafanyaje? Vina upgrade, vinapandisha vision muda wote yani. Unajua mambo on fire. Unapenda kuongea Kiingereza ndugu yangu. Umesomea wapi wewe? Ipo kingi sema tu. Unanichosha bana. Sema tu elimu ndo vile ila Kiingereza. Boni hia. Sasa basi. Hatari. Sina muda wa kupoteza sana mlamu. Hapa kwanza na fly imekutana na wewe. Mambo la poa. Karibu. Asante. Wewe si rafiki yake Digo? Digo alinielekeza kuwa anakaa hapa. Kwa hiyo nikitaka kumpata nije hapa. Sasa sijui nimemkuta. Kweli mimi rafiki yake na Digo. Lakini sasa mbona Digo nikae naye hapa? Hapa Digo akai. Na ukihitaji napokaa na kupeleka. Basi unaweza kanipeleka? Lakini siku ile wewe uliongea na Digo. Umelijuaje jina langu? Mbona wasiwasi? Mimi niliongea naye alinieleza kila kitu kuhusu wewe. Dadangu, wasiwasi kawaida mjini hapa. Wewe hata usijali. So wewe nipeleke tu. Haya sawa. Dakika moja tu. Pili, taarifa usiyoijua ni kwamba Asumaye kabakwa. Asmae? Kabakwa. Asmae huyu mbwa Kavumbi. Yule amebakwa. Malingo 7. Sijui ni furahi ama nifanyeje, natamani nipige kelele ya furaha hapa. Piga, si upo na mimi? Pro, upo na pro hapa. Wewe ila usijokuwa unaniletea habari za uongo. Yaani nimesha verify kila kitu fresh. Na Kato anajua. Kato, yaani nimetoka kwake. Wewe ndio mtu wa pili. Na hivi unavyoniona mimi. Kijiweni. Kwa hiyo usiniambie umeanza na Kato afu mimi mtu wa pili kupata hizo taarifa. Yaani wewe wa pili. Yaani taarifa bado ya moto moto. Na Kato yukoje? Wewe yani sasa sijajua yupo vipi. Kwa hiyo mimi nilivompa tu taarifa mimi nimepita zangu hivi. Nakutana na wewe na mimi napita zangu hivi. Ila kama unataka umbea zaidi kutoka kwangu, nafungua website. Usikose kunifollow. Goodbye. Hey! Hii ya moto. Nyama. Navomjua taarifa imefika kwa huyu. Imekwisha. Ila bora Mungu anajibu nyie. Asmae amebakwa. Sawa, kama nilivyokuambia ndugu yangu. Mimi nipo nyumbani hapa na nitakupigia mwenyewe. Shem. Shem. Vipi, uko tayari tuondoke? Sasa Jomba. Wa mjomba. Jomba. Wa mjomba. Aha. Jomba vipi? Safi, vipi mjomba? Safi. Kumbe uko huko. Mimi nipo huku kwanza, nilikuwa msalani mjomba. Vipi? Safi, kwema? Safi, shikamoo. Marhaba. Twende kwanza tukae basi. Kwa mjomba. Ambie mjomba. Safi, kwema? Safi, vipi wewe? Salama. Ilika? Tunamshukuru Mungu. Sawa sawa mjomba. Sasa bwana mjomba.
Mjomba, kilichonileta hapa bwana, kitu kimoja mjomba wangu. Hivi taarifa hizi ambazo nimezisikia ni zina ukweli ndani yake mjomba? Taarifa umezisikia zina ukweli ndani yake? Taarifa zipi hizo? Mjomba, mimi nimesikia kwamba yule mpwa wako amebakwa. Mpwa wangu amebakwa? Wewe ni nani amekupa hizo taarifa? Mjomba, nataka kuniambia taarifa hauna? Ndio maana nikakuuliza ni nani amekupa hizi taarifa, kwa sababu mimi sijui kama mjomba. Wewe unaniambia mjomba amebakwa. Hivi wewe nani amekupa hizo taarifa? Sasa hii kweli kali. Unajua mjomba, hapa kijijini hapa taarifa zimeenea. Kila ninakopita sikia Asmai kabakwa, Asmai kabakwa. Asmai kabakwa, Asmai kabakwa. Nikasema hii taarifa ngoja mimi nikamuulize mjomba. Je, na uhakika ndani yake? Na wewe mjomba unajua kabisa mimi mpwa wako nampenda. Poa vipi mwamba jogging au? Una kama mambo ya jogging muda huu? Mbona hai vipi? Wewe boy, unamkumbuka yule demu siku ile? Ambaye tulikuwa tunamtaka siku ile, ambaye tunajadiliana jinsi ya kumfuata. Mbona sikuelewi demu wewe namkumbuka imekwaje? Mwanangu, yule demu anaonekana sio demu wa kawaida mzee. Mimi amenitokea nyumbani kwangu. Mimi nimewaza demu kafika vipi nyumbani na kapajuaje? Moja kwa moja mimi nikaesi wewe ndio utakuwa umemwelekeza afike pale ghetto. Kwa maana wewe umemkinda pale getoni wewe. Eti nimemkinda, hebu nielewe basi mwanangu. Umeona yule mchumba yule? Alipofika pale ghetto nikajua na kutafuta wewe. Kweli mwanangu, mimi sikuwa na roho mbaya. Nimeingia ndani nichukue simu nikutafute mwanangu sana, nafika nje pale. Yule demu hayupo. Sijui unanielewa? Nikajua labda kama alifika mwenyewe hata kuondoka atakuwa ameondoka mwenyewe. Nafungua tena mlango wa ghetto namkuta yetu ndani kwangu Ahmad huyu hapa mzee, kama jini. Na sio kama yule jini. Sasa nikasema mimi siwezi kulifumbia macho hili swala. Wewe nikamuulize mjomba ili anihakikishie. Ukinihakikishia kwamba ndio na huyo mtu kama unamfahamu ni nani, mjomba mimi nikamshughulikie. Mjomba, hebu nisikilize kwa makini. Nadhani ushaanza kunikosea mjomba. Umekuja kunitusi mjomba. Yaani ushaniharibia kila kitu mjomba. Nilikupokea kwa heshima zote mjomba. Leo unakuja kuniambia mpwa wako kabakwa mjomba. Mjomba. Nikigeuka mjomba, toka kabisa hapa mjomba, ushanitibua. Toka mjomba. Tusije tukakusana mjomba, toka. Sasa mjomba. Mjomba. Mjomba mimi nichokosea kipi? Wewe. Bado upo mpaka sasa? Mjomba. Nimeshakwambia toka bana. Sasa mjomba. Wewe vipi bwana? Lakini mjomba mimi mpwa wako bado nampenda mjomba. Ina maana hizi taarifa kijiji kizima kinajua. Sasa ni muda wa kuwanyamazisha watu midomo. Muda rasmi sasa umefika. Yaani nini unatenda wapi? Yaani wanu walonga moja mbili kila munu komanya ni mpwa wangu Asmai kabakwa. Mpwa leo ni muda wa kumaliza midomo. Nitafanya kazi sasa. Kazi no itenda nene. Nene ndio chavumbi. Waulize koseko. Woseko waulize nene ndio chafumbi. Kudadadeki. Kwa mwanangu unataka useme nini? Niseme nini na maana unielewi? Wewe unatafuta matatizo afu unaniambia niseme nini? Tutakaa wote hapa mzee. Unasemaje? Yaani ukae humu ndani. Wewe umechanganyikiwa. Mimi nimechanganyikiwa. Yaani umedata. Mimi nimedata. Umepagawa. Nimepagawa mimi. Tuoneshana mzee. Wewe hebu sikiliza. Nisikilize. Unakumbuka kuna kipindi nilikuleteaga story fulani za demu fulani wa kijijini? Boy, zile story zako wewe hizi za kwangu mimi. Ukaniambia nimepagawa, chizi. Wao umesahau. Hivi unanielewa ninachokwambia? Zile story zako wewe umepagawa. Sawa mzee, kama mimi nimepagawa mimi nalala kweli. Wewe ufanyaje? Wewe mzee nisikilize. Mimi hapa ndo nafunga. Hapa tunaondoka mimi na wewe. Wewe hamna kulala. Yaani hapa maana wewe ulali hapa ndugu yangu, sawa? Yaani hapa wewe si ukalala. Nisikilize. Mguu wako, mguu wangu.
Twende. Alafu tunajua sisi tunafanyaje. Hapa Fadha hayupo ndio maana nimefunga mlango naondoka. Baridi twende ila kitaeleweka. Mkuu, mbona ghafla na kwa hasira? Kijiji kimechafuka vibaya sana. Kila ninapopita Asma amebakwa. Na ni nani ametoa hii siri? Tulikuwa 4 tu. Mkuu, mimi sijui. Ila la kuahidi mkuu, nipe muda na nitalifanyia kazi. Na tutajua ni nani aliyefanya hivyo. Nitaitisha kikao cha ghafla mkuu. Sasa si umesema hujui? Ndio mkuu. Usiku wa leo nataka majibu yaliyonyooka. Itisha kikao ili tujue nani amevujisha hii siri. Sawa mkuu. Uko sawa kweli wewe? Safi mke wangu. Niko sawa. Kwani kuna kitu umeona hapa? Upo sawa wakati natoka kujua. Unaongea peke yako. Umechanganyikiwa wewe? Hamna. Sinajua nilikuwa nafanya mazoezi hapa. Hizi nani zinatuchanganya hizi ambazo watu wanaigiza. Nikaa nafanya mazoezi kuhusu yule mtu ambaye analia hadi anapiga magoti. Unajua umenitisha sana. Wao sijali mke wangu. Mbona kama kuna kitu unanificha? Hamna kitu mke wangu. Twende bwana. Twende ndani. Sikuamini. Kwa nini uniamini? Hujachanganyikiwa kweli? Hamna, sijachanganyikiwa. Hivi kitu gani kinichanganye mimi? Sisu mimi. Tisha. Wewe mabuba. Twende kalijali mama tu. Sizo. Mke wangu. Nimekuja na rafiki yangu hapa. Kuna shida, rafiki yangu ana shida sana. Kuna shida ambayo inamtokeaga mara kwa mara na pia waga inamtokeaga mimi. Kwa maana sometimes nakujaga hapa sielewi, yani nakuja siko happy na wewe. Kwa ana shida. Huyu rafiki yangu anatokewa sana na sijui ni jini, sijui ni nani, yani anamtokea sana. Wewe yali sisi tunaona kama hatuielewi. Na kwa sababu wewe mke wangu ni mtu wa mjini hapa. Unaona? Kwa hiyo tukasema ngoja basi tuje hapa kwako tujue unatusaidiaje. Sisi tunahitaji msaada wako kwenye hilo. Sawa. Msaada upo. Yupo mganga, yupo nje ya mji huu. Kwa shemeji, ina maana anaweza kutusaidia jambo letu hili hapa linalotusumbua sisi linaisha? Anaweza akawasaidia. Sawa, tupeleke basi. Maana tunapata shida sana. Yaani sio kama mimi peke yangu, tusichukulie labda kiwepesi kama alivyokuambia jamaa yangu kuwa linanitatiza mimi peke yangu. Hadi yeye mwenyewe, yaani sisi wote, mimi mpaka mume wako, bwana wako. Mnapata shida kwa ajili ya nini? Msije mkawa mmekoroga huko. Hapana mpenzi wangu. Sio kwamba tuna nini shemeji. Wewe unatusaidia, tusaidie. Kwanza sijategemea mshikaji wangu. Ila kwa siku ya leo atakuwepo mganga hayupo, labda kwa kesho mlale hapa, kesho mtajitahidi mtaenda. Siku ya leo mbaya. Kwa kesho. Basi mpigie hata simu, maana siku ya leo mbaya unaongea wewe shemeji. Kweli. Maana watu hawa tawili hawa wanaangalia na mtu ambaye huyu mtu ana tatizo kubwa kiasi gani. Asa nyinyi mna wasiwasi gani? Mimi sinajuana naye. Wewe hujui tu. Kesho tunaenda. Sawa basi. Kwa hiyo kesho tutaenda saa ngapi? Asubuhi. Haya, kwa sababu tunalala hapa tunamkia hapa ndugu yangu. Mimi sina la kuongea. Na kuhusu kulala talala sebleni bwana hapo. Nani? Wewe. Mimi na sebleni, shemeji analala chumbani. Wewe wale mazingira wewe, mimi sitaki amtokee peke yangu. Talala sebleni. Mimi na shemeji yako talala ndani. Sawa. Hapa mimi kwa kweli hapana. Hivyo. Mpenzi wangu asubuhi basi tutakupeleka. Haya sawa. Koshi. Ndio nipo sebleni. Mapenzi ni kila siku mimi, mapenzi ni
Nishakubali kufungua upya kulasa, mapenzi yamekuwa yakinichakacha. Nilijua mtu kumbe jini makata, nikampa moyo wangu akaukata.